Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikiliza na unatazama, ninakuletea ujumbe unaosema Mungu hujaza vyombo vitupu. Kama unataka kujazwa na Mungu, iwe ni upako, iwe ni neema, karama, vipawa, Mungu wetu hujaza vyombo vitupu. Na tunaona katika Wafalme wa Pili ile sura 4 kuanzia mstari wa 1 mpaka 8, Elisha akamwambia mwanamke mjane, nenda kalete vyombo vitupu. Vyombo vitupu vilipoletwa, maandiko yanasema ya kwamba mafuta yakamiminwa. Baada ya vyombo vitupu kutokea, mafuta yakamiminwa mpaka vile vyombo vilivyojaa mafuta yakakatika. Maana yake nini? Ni kwamba Mungu hujaza vyombo vitupu. Kila chombo chochote ambacho cha Bwana ambacho kinajiona ni kitupu, Mungu atakijaza neema, upako, uweza, mamlaka na nguvu na kila namna yote ya karama za Roho. Kisoma maandiko utagundua ya kwamba mtu yoyote anayejiona na kitu katika ulimwengu wa roho hawezi kupokea kitu kutoka kwa Bwana. Ukisoma hata kitabu kile cha Matendo ya Mtume sura ya 2, maandiko yanasema Yesu aliwaambia wale watu wasubiri Yerusalemu mpaka ahadi ya Mungu itakapokuja. Maandiko yanasema walikaa zaidi ya siku 10. Yesu alipofuka alikaa siku 40, lakini wale watu walikaa siku 10 wanasubiria. Hawakwenda shambani, hawakwenda makazini, madukani kwao, wanasubiria. Mtu asiyekuwa na kiu, watu wasiokuwa na njaa hawawezi wakakaa muda wote wanasubiria, lakini ni watu waliojiona ni watupu, wana kiu, wanatamani kuiona ahadi ya Baba. Nataka nikutia moyo, mtu wa Mungu, kama unataka Bwana akujaze neema, Bwana ajaze baraka katika maisha yako, kwenye biashara yako, kwenye utumishi wako, kwenye kila chochote ambacho unakishika, Mungu hujaza vyombo vitupu. Walikaa siku 10 na mwisho wake Roho Bwana akawajilia, wakajaa neema na uwezo wa Bwana kwa kiwango ambacho sio cha kawaida. Lakini tunasoma kile kitabu cha Yohana sura ya 38, maandiko yanasema Yesu akasema, aliye na kiu na aje, mito ya maji ile haitabubujika ndani yake. Na maandiko yanasema Yesu alikuwa anena maneno haya kwa habari ya Roho Mtakatifu. Roho Bwana alikuwa ajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Maana Yesu akasema aliye na kiu, maana yake nguvu za Bwana, upako wa Bwana, neema ya Mungu, baraka za Mungu na mafanikio ya rohoni yanatokana na mtu ambaye ni mtupu, anajiona hana kitu, anatamani neema ya Mungu, anajiona dhaifu, Mungu aweze kumtosheleza. Mtu yoyote anaona ukamilifu, Mungu hana sehemu ndani yake. Mtu yoyote anaona ametosheka, Mungu hana sehemu ndani yake. Lakini tunaona ya kwamba Yesu akasema aliye na kiu, aliye na njaa aje apate maji, tena bubujikie ndani yake uzima wa milele. Alikuwa anaongelea kwa habari ya nguvu za Bwana, karama, Roho Mtakatifu na upako wa Mungu aliye hai. Lakini ukisoma kile kitabu cha kwa habari ya Elia na Elisha, Elisha alipata shida sana. Alikuwa na kiu sio ya kawaida ya kupata kujazwa yale mafuta ambayo Elia alikuwa nayo, na aliangaikia kuonyesha kwamba Elisha alikuwa na kiu. Ukae chini ya Elia ilikuwa sio jambo jepesi. Alimwambia, natoka Yuda naenda Gilgali, naenda Betheli, naenda Yordani, naenda Yeriko. Na ukisoma hapa ni mwendo mrefu sana, zaidi ya kilomita 100 anatembea kwa. Anafika hapa anasema twende tena kule. Lakini Elisha kwa sababu ana njaa, Elisha kwa sababu ana kiu, alikubali kumfuata Elia mpaka akapokea mafuta maradufu, upako maradufu, neema ya Mungu maradufu, ujazo usio wa kawaida, mafuriko ya Roho Mtakatifu, bubujiko lisilo. Kwa sababu gani? Ana kiu. Mungu hujaza vyombo vitupu. Unataka Bwana akujaze kwenye duka lako? Tamani kuiona neema ya Bwana. Acha kutegemea akili zako, acha kutegemea nguvu zako, acha kutegemea ufahamu wako. Jione kama chombo kitupu. Bwana amimine neema na baraka